Nandy, kwa upande wa wasanii wa kike ambao wanakusikiliza sasa hivi, especially hawa Gen Z kama ulivyosema, tuungane uzima, kila kitu kinawezekana. Mapambano yapo. Natamani sana kuona kuinua vipaji vya Gen Z, yani watoto wa so nikisema Gen Z kuna mtu mwingine labda na miaka 40 anataka kuimba na kipaji atakata tamaa, yani wanawake in short, yani mwanamke mwenye kipaji natamani sana kuwa na hiyo au watu wangu ambao namuona huyu ametoka akiwa mdogo mpaka anakuwa msanii mkubwa kupitia The African Princess, akiwa na amani, akiwa na furaha. Oh, yeah. Yani natamani sana. So tuombe Mungu mpaka mwaka huu unaisha 2026 maybe tunaweza tukaa tuna hiyo sehemu yetu kwa ajili ya vipaji. So kipaji tu hakitakuwa eti msanii solo, tutakuja kutambulisha kundi la bendi. Okay. Tutakuja kutambulisha mtu ana kipaji cha mpira. Tutakuja kutambulisha, yani sio muziki tu, inakuwa ni talent. Kuna watu wana talent za kuchora, lakini hawajui waanzie wapi waishie wapi. Oh, yeah. Haijakukatisha tamaa baada ya kuona kwamba mwanzo ulimsaini msanii wa kike, zikatokea disappointment, maneno yakawa mengi mtandaoni, and this time tena tunaona unamsaini Pipi Jojo? I don't think kama ilikuwa ni disappointment kwangu. Kwa sababu katika lebo yetu kila msanii ana maamuzi, ili mradi tu ufuate mkataba. Ilivyokuwa kwa Yami, alikuwa ameona ni muda sahihi wa yeye kujitegemea, na hiyo room ipo. If you feel like kama unaona sasa hivi najiweza, hiyo room ipo, na nafuata tu mkataba, tunakuacha uendelee na maisha mengine. Na we are so proud na Yami anafanya vizuri mpaka sasa hivi, kwa sababu ndio zao la kwanza la African Princess. Tunamwombea Mungu azidi kufanya vizuri na anakaribisha muda wote the African Princess. Okay. So far tumeona utambulisho. Nini sasa ambacho kinafuata? Pengine project ziko tayari kwa ajili ya kuweza kuachiwa, lakini pia kutakuwa kuna activations nyingine maybe ambazo zitafuata kwa ajili ya Pipi Jojo. Maana bwana, maneno ya ulimwengu ni mengi Nandy. Kuna watu wanasema mbona Nandy kamtambulisha kwa kawaida sana, kumtambulisha msanii Instagram tu, unajua hizo Yani inahitaji kazi. Kwa sababu ungeweza kufanya uzinduzi ukatumia milioni 30, milioni 40, 50, lakini hiyo hela bora tungeweka kwenye promotion yake, dunia ijue kitu gani kinaenda kutokea. Ni kweli. Nice. Unanielewa? Yes. Mipango yake ya muziki iko thabiti kabisa. Yani mashabiki ambao wanamkubali, wanampenda, hawatakuwa disappointed kabisa. Yani mipango yake imenyooka sana. Kuanzia track up to track, EP, show zake, promotion, kila kitu amekiwa bajeti ambayo iko sawia kabisa.